tunaiomba serikali iweze kuingilia kwa haraka kuweza kutusaidia ili mfumo unaosema ambao ni capital pay uweze kustop, ili tuweze kupata ufafanuzi zaidi. Ni kwamba huyo capital pay kwamba hayupo kwenye shughuli zetu zozote zile za masuala ya forodha za mawakala wa forodha. Hayupo kwa mteja, hayupo ofisini, hayupo popote, ila tunaambiwa tutakuwa tunachukua agency fee na kumpelekea yeye atupe makato. Sasa mfumo huu angalau ungebaki kwenye mfumo wa TANROADS kwa sababu ndiyo tunafanya naye kazi moja kwa moja, lakini tunaletewa kampuni binafsi ambayo inaenda kuoperate kama agency na sisi ni maagency. Kwa hiyo tulikuwa naiomba serikali kwenye hili, tumewasilisha malalamiko yetu kwenye taasisi za serikali ambazo sisi tuko chini yake. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda sana serikali ijaribu kuliona hili kwa haraka lisiweze kuendelea. Tunashukuru sana kama tutasikilizwa kwa wakati, ili moja ya sehemu ya ajira ya vijana, na ni vijana wengi ambao wapo kwenye wakala wa forodha, ni moja ya chanzo cha ajira za vijana wengi wa Kitanzania. Shida yetu ni moja, huu mfumo umekuja hatuelewi, kwanza hatujaeleweshwa, ila umekuja kwa nguvu kubwa sana kutaka uanze kutumika, lakini kwa jinsi unavyozungumzika ina maana kwamba tutapoteza wateja wengi sana kutokana na asilimia ambazo zitakatwa kutokana na agency fee ambayo tunaichaji kwa mteja wetu. Katika agency fee ile mteja pia naye itamhusu aweze kukatwa zaidi ya hiyo 25%. Kwa hiyo itatulazimu pia wateja wetu watatukimbia na kuhama kwenda nchi nyingine, na pia kupoteza ajira kwa vijana wengi. Kampuni nyingine ni changa, ndio kwanza anaanza kutafuta wateja, hiyo anaanza kutafuta wateja, hapo katika hiyo agency fee atakatwa tena hizo asilimia. Kwa hiyo jambo linaleta ukakasi kidogo, kwa sababu sisi kama madirekta wa hizi kampuni ambazo ni wanachama kwenye hiki chama cha TACAS, tunatamani sana tushirikishwe hili jambo ili tuweze kulifanyia maamuzi. Sisi hatuna ugomvi na mfumo, tuna ugomvi na utaratibu ambao umefanyika. Wangeleta mkataba tusomewe kwenye mkutano mkuu, tukubaliane nao au tukatae. Sisi tunashirikiana na TRA kwa kazi zetu, tunashirikiana na TASAC, tunashirikiana na taasisi zingine kama TBS na sehemu zingine. Kwa nini kama ni swala la mfumo, kwa nini tusingetumia mifumo ambayo iliyopo tayari ya serikali mpaka tukatumia mfumo wa mtu binafsi? Mimi naona ile jambo lina maslahi binafsi kidogo. Kuna changamoto ambazo zimejitokeza kwamba sisi viongozi tuliopo hapa kwanza ni viongozi wa muda ambao tuliwekwa kusimamisha hiki chama kwa muda, kuhakikisha kwamba chama kinasimama na kuweza kwenda kufanya kazi ya kuwashughulikia mawakala wa forodha. Madhaifu yaliyojitokeza ni baadhi ya viongozi kuanza kuvunja katiba, makubaliano ya awali ambayo tuliyokwisha tumewekeana. Na katika moja ambayo yamejitokeza, katiba imevunjwa kwamba uongozi wa muda umeshaisha na wanachama muda mrefu wamelia kuhusiana na kufanya kikao kwa ajili ya uchaguzi kupata viongozi wa halali. Lakini la pili, wanachama wanalalamika baadhi ya mambo uongozi wa muda unafanya, ikiwemo kama kusaini mikataba bila vikao wala bila idhini ya wanavyama. Imeenda mbali zaidi, viongozi wa muda wamekuwa wakiteua wajumbe wao wenyewe kwamba akihisi kiongozi huyu haivani naye anamtoa, anaweka kiongozi anayejisikia bila idhini ya wanachama.